Habari, hii ni taarifa ya habari kupitia kwa Ikweta TV. Irani inapiga hatua isiyo ya kawaida katika nyuklia licha ya vikwazo. Mkuu wa IAEA Mohamed Islamu anasema kwamba licha ya shinikizo na vikwazo vya nje, Irani inapiga hatua isiyo ya kawaida katika nyuklia licha ya vikwazo. Mkuu wa IAEA Mohamed Islamu anasema kwamba licha ya shinikizo na vikwazo vya nje, Irani inapiga hatua isiyo ya kawaida katika nyuklia. Maadui majaribu kuvuruga nchi na kupunguza mpango wake wa nyuklia, lakini Irani imepinga. Nchi hiyo bado imejitolea kwa nguvu za nyuklia za raia bila nia ya kutengeneza silaha za nyuklia. Vikwazo vya Marekani hata baada ya Trump kujiondoa kwa upande mmoja kutoka kwa JPOA ya mwaka 2015 havijazuia maendeleo ya kiteknolojia na viwanda. Irani ina akiba kubwa ya mafuta, gesi na madini, hivyo kuimarisha msimamo wake wa kimkakati na kiuchumi. Islamu anaonya licha ya shutuma kuhusu silaha za nyuklia, Teherani inaendelea mpango wake wa nyuklia kwa amani na inakataa kukubali shinikizo la kigeni. Marekani. Kulingana na Ruta, utawala wa Trump unachukua hatua mpya katika ongezeko la kijeshi dhidi ya Teherani. Kulingana na vyanzo ndani ya Pentagoni, jeshi la Marekani halipingi tu, lakini inajiandaa kwa operesheni kali ambazo zinaweza kudumu kwa wiki kadhaa. Mpango huu mgumu zaidi kuliko shambulio la Midnight Hammer la mwaka jana. Ungelenga siyo tu maeneo ya nyuklia, miundombinu ya usalama ya Jamhuri ya Kiislamu, usambazaji na mkubwa, meli ya ziada ya kubeba ndege za kivita zinazoongozwa na makombora na maelfu ya wanajeshi jiunge na eneo hilo ili kuimarisha msimamo wa shinikizo kubwa zaidi. Ingawa mazungumzo ya kidiplomasia nchini Omani yanayoonekana kusimama, Washington inacheza kama njia ya kuzuia kwa nguvu. Kwa upande wake, Irani kupitia sauti ya walinzi wa mapinduzi tayari imeonya kwamba hakuna kambi ya Marekani Mashariki ya Kati itayokuwa salama iwapo kutokea uchokozi. Mali. Bamako inakataa mazungumzo yeyote ya kuachiliwa huru kwa wakala wa DGS wa Ufaransa aliyewekwa kizuizini kwa miezi 6, yani V, aliyewasilishwa rasmi kama katibu wa pili katika ubalozi wa Ufaransa. Alikamatwa mnamo mwaka 2025. Bamako inakataa mazungumzo yoyote ya kuachiliwa huru kwa wakala wa DGS wa Ufaransa aliyewekwa kizuizini wa miezi 6, yani V, aliyewasilisha rasmi kama katibu wa pili katika ubalozi wa Ufaransa. Alikamatwa mnamo mwaka 2025. Mamlaka ya Mali yamhutumu kwa kuhusika katika jaribu la kumhodofisha Jenerali Assimi Goita. Kwa upande wake, Paris inakataa tuhumu hizo na inadai achiliwe huru mara moja. Hii ndio mwisho wa habari yetu. Karibu tena baadaye.